Kuna watu huja kwenye maisha yako kama baraka, na kuna wengine huja kama majaribu. Lakini kuna kundi la tatu ambalo ni hatari zaidi, watu wanaovuta bahati mbaya kila wanapokwenda. Leo nataka nikuambie kitu ambacho kinaweza kubadilisha maisha yako. Bahati mbaya ni nishati, na ukiikaribisha sana inakula kwako. Kabla tujaanza, usisahau kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kila video mpya ikitoka uwe wa kwanza kujifunza kitu kipya kuhusu akili ya mwanadamu na maisha ya kila siku kisaikolojia. Wazo kuu la sheria hii. Kwenye saikolojia ya tabia na mitazamo ya nguvu, energy psychology, inaaminika kwamba hali ya mtu, vichocheo vyake vya ndani na namna anavyochukulia maisha vina uwezo wa kuathiri mazingira na watu waliomzunguka. Watu wenye bahati mbaya si tu kwamba mambo yanawaendea vibaya, bali mara nyingi wao wenyewe wamezoea kufanya maamuzi mabaya, kuendeshwa na hofu, kuishi kwenye malalamiko na kujivuta kwenye matatizo. Na ukikaa karibu nao, taratibu matukio yao yanakuwa yako. Kwa nini nishati ya wengine inakuambukiza? Namba 1, mirror neuron effect. Ubongo wa binadamu umeumbwa kuiga hisia na hali za watu walio karibu. Ukiwa karibu na mtu anayelalamika kila siku, huanza kulalamika. Ukiwa karibu na mtu anayefeli kila mara, ubongo wako unaanza kuona kufeli kama kawaida. Ubongo wako huiga mazingira, si malengo yako. Namba 2, emotional contagion, maambukizi ya hisia. Hisia huambukizana kama mafua. Mtu mwenye hofu anakupa hofu. Mtu mwenye hasira anakupa hasira. Mtu mwenye bahati mbaya anakufundisha kuamini kuwa hali ngumu ni kawaida. Na mwisho wa siku unakuwa mtu mwingine kabisa bila kujua. Namba 3, self-fulfilling prophecy. Unachokiamini kinaanza kujitengenezea ushahidi. Ukikaa na watu wanaoamini maisha ni magumu, hakuna anayeweza kufanikiwa, wote tunaandamwa. Taratibu unaanza kuona hayo kama uhalisia, kwa sababu mazingira yako yanakuwa darasa lako, na darasa baya linakuandaa vibaya kwa maisha. Watu wenye bahati mbaya mara nyingi wana tabia zinazokuangusha. Namba 1, wanapenda kucheza nafasi ya mhasiriwa, victim mindset. Kila kitu kinachowapata wanadai, nimeandikiwa vibaya, bahati yangu mbaya, watu wananionea. Hawachukui hatua, hawajifunzi, hawabadiliki. Ukimsaidia, anakuvuta naye kwenye shimo. Namba 2, wanapenda kukufanya wewe uwe mkombozi wao. Wanakuambia, niangalie kwanza, nisaidie kidogo hapa, naomba uniambie nifanye nini. Lakini hawatekelezi. Unapoteza muda, nguvu na hata pesa. Namba 3, wanajirudia kwenye makosa yale yale. Leo ana shida ya pesa, wiki ijao bado ana shida ya pesa, mwezi unaofuata bado, mwaka kesho hajatoka hapo. Si kwa sababu hana fursa, lakini kwa sababu mfumo wake wa ndani haujajengwa kubadilika. Kwa nini sheria hii inakuokoa kimaisha? Namba 1, inakulinda na failures za watu wasiotaka kubadilika. Unapojaribu kuokoa mtu ambaye hataki kuokoa maisha yake, unakuwa wewe ndiye unaozanga. Namba 2, inakuweka karibu na watu wenye growth mindset. Unapojitoa kwa watu wenye bahati mbaya, unafungua nafasi ya kukutana na watu wenye nguvu nzuri, mawazo ya maendeleo, nidhamu, uwezo wa kukuvuta juu. Hapo ndipo mafanikio yako yanapoharakishwa. Namba 3, inakusaidia kuona mifumo ya hatari mapema. Ukiona mtu mnalalamika tu, haoneshi uwajibikano, anarudia makosa, anavamia nguvu zako, hiyo ni ishara ya kujitoa. Jinsi ya kujilinda kivitendo. Namba 1, observe patterns. Chunguza mifumo, sio tukio moja. Watu wengi wanaweza kupata matatizo mara moja. Hiyo ni kawaida ya maisha. Lakini watu wenye bahati mbaya ya kudumu huwa na mwenendo unaojirudia. Leo anafukuzwa kazi. Wiki ijao amegombana na ndugu. Mwezi unaofuata amepoteza pesa. Baadaye amechukuliwa simu kwa deni. Halafu anasema bahati yangu mbaya sana.
Hapa unachotazama si tukio moja, bali pattern. Patterns zinakuambia tabia, maamuzi na namna mtu anavyokabiliana na maisha. Ukiona mtu ana matatizo yanayojirudia na hakuna hatua anazochukua kubadilika, hapo ndipo unapojua si bahati mbaya, ni mfumo duni wa maisha. Hapo unajiuliza, nikitumia muda na huyu mtu, nishati yangu itaishia wapi? Usijifanye shujaa, kataa kila mara kuwa mkombozi. Watu wengi wanaobeba mzigo wa wengine huanguka wenyewe na hawaoni. Watu wenye bahati mbaya mara nyingi hukutafuta kwa sababu wanataka msaada wa haraka, wanataka mtu wa kuwapa nguvu, wanataka mtu wa kuwafadhili, wanataka mtu wa kusikiliza malalamiko yao mara zote. Lakini ukweli ni huu: kuwasaidia bila mipaka kuna kumaliza kiakili, kimwili na hata kifedha. Badala ya kuchukua mzigo wao, waambie kwanza, nataka ujaribu hatua hii kwanza. Fanya hiki halafu tuongee. Kabla sijakusaidia, niambie umeshafanya nini. Hii inawaonesha kwamba hawapaswi kukutumia kama msaada wa haraka haraka. Ukiona mtu anataka msaada bila kuchukua jukumu lolote, huyo mtu si wa kukaa karibu. Jenga boundaries. Weka mipaka ya muda, mawasiliano na nishati. Boundaries ni kama ukuta unaokulinda dhidi ya uchovu, matatizo na drama zisizoisha. Mipaka inaweza kuwa muda. Usitumie muda mwingi kusikiliza malalamiko yasiyoisha. Dakika 5 mpaka 10 zinatosha. Watu wenye bahati mbaya wanapenda mazungumzo marefu ya shida zao. Mawasiliano. Sio lazima kujibu kila message mara moja. Sio lazima kupokea simu kila wanapopiga. Unaweza kusema, naongea sasa hivi, lakini siwezi kukaa muda mrefu. Nishati ya hisia. Usiruhusu mtu akishushe mood, akitie hofu au kukulazimisha uingize kwenye matatizo yake. Hii ni muhimu sana kwa sababu akili yako inachukua hisia za watu wengine bila wewe kujua. Boundaries zinakupa nguvu ya kusema, sina nafasi ya hilo sasa. Hilo halitahusu maisha yangu moja kwa moja. Sikuwezi kujiingiza kwenye hilo. Mtazamaji wako akijua hili, maisha yake yanabadilika mara moja. Chagua marafiki kwa ubora, sio huruma. Hii ni sheria ngumu, lakini ndiyo yenye nguvu kubwa. Unapaswa kujiuliza maswali haya wakati unamruhusu mtu kuingia karibu na maisha yako. Je, huyu mtu ana malengo? Je, ana progress yoyote? Je, mazungumzo yake yananijenga au yananichosha? Je, natoka naye nikiwa na nguvu au nimeishiwa nguvu? Watu wa kukaa nao ni wale wenye mawazo ya mbele, mtazamo wa kutatua matatizo sio lalamiko, nidhamu, shughuli za kujiendeleza, mawazo ya matumaini na ukubwa. Ukiwa karibu na watu wa aina hii, hata bila kujitahidi, unaingia kwenye frequency ya mafanikio, kwa sababu mazingira yanabadilisha mtu zaidi kuliko hata maombi, malengo au ndoto. Jifunze kujitoa kimya kimya, silent withdrawal. Unapogundua kwamba mtu anakukimbiza kwenye matatizo yake ya kudumu, usiingie kwenye mabishano, maelezo marefu au ugomvi. Badala yake, punguza mawasiliano polepole, toa sababu za kuwa busy, tumia muda mwingi na watu wa nishati nzuri, jenga maisha yako kimya kimya. Kwa sababu watu wenye bahati mbaya hawapendi kukosa chanzo cha nishati, wanaweza kukuita umebadilika, unaringa au umeniacha. Lakini unapaswa kukumbuka maisha yako si generator ya kuwasha maisha ya watu wengine bila kikombo. Kwanza ujenge yako, ndipo uweze kusaidia watu wengine walio tayari kubadilika. Kumbuka, energy ya watu unaokaribu ndiyo inatengeneza hali yako ya mafanikio. Ukikaa karibu na watu wenye bahati mbaya, unajikuta unaishi maisha yao. Lakini ukichagua watu wenye nguvu nzuri, wanaowaza mbele, wanaojiboresha, maisha yako yanapanda kiwango bila hata kutumia nguvu nyingi. Kama hii video imekugusa, acha like, subscribe kwa elimu zaidi za psychology za maisha na share video hii kwa mtu mmoja anayehitaji ujumbe huu. Kumbuka, nishati yako ni utajiri wako. Tukutane tena kwenye video nyingine. Bye.